Hivyo mshenzi unanichukuliaje? Nakuuliza unanichukuliaje? Wewe ulisema rafiki yako akija bani, anywe kadri awezavyo utakuja kulipa wewe. Aya, leo siku ngapi hujaonekana bani? Yaani madeni ya jaya alafu mlipaji simuoni. Aya, nisikilize. Nimekuja na mambo haya mawili. Unipe pesa yangu niondoke, au nipige simu polisi waje usiondoke. Lione kwanza, kunywa tu, kulipa. We dada, ngoja kwanza nikupe tiba. Ulichokifanya ni udhalilishaji mkubwa. Babaki kufungulia mashtaka, anakufunga. Maana udhalilishaji ni kosa kisheria. Hata kama unadai haki yako, inatakiwa utumie lugha nzuri na ustaarabu. Ili atakapokatalia haki yako, kuna vyombo vya sheria, unaweza ukamshtaki na akachukuliwa hatua. Lakini sio kumdhalilisha tena mbele ya familia yake. Akikuvalia njuga, kosa linakuwa lako. Sema tu ni kwa vile siku hizi njuga zimekuwa adimu. Haya, tayari tiba imekamilika. Ondoka sasa. Baba ndo nguzo familia. Kuna vitu unafanya mimi mwanao naumia. Unazua matatizo na unayafurahia. Kazi ya pendekezo uchumi pambania. Unatamani ujitambue, uchumi wetu ukue. Uko duniani uwe jina kubwa, watu wakutambue. Unatamani ujitambue, uchumi wetu ukue. Na majirani walotudharau heshima usichukue. Baba, mimi nasema na wewe baba, ninaongea na wewe baba. Yani ndugu yangu, kwanza nimefurahi sana kwa sababu nimekukuta. Sasa kuna mchongo nimeupata, nikaona si vyema niende kupiga peke yangu, nikaona nije nikushirikishe na wewe. Bana, kumetokea tenda huko ya kwenda kuchimba shimo la choo. Hilo shimo litakuwa ni kubwa sana kwa sababu ni mazingira ya kanisani huko. Si unajua tena watu wa kanisa huko, kwao wametoa tenda ambayo itakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo sasa kuna washikaji kule wamenipa huo mchongo, afu wenyewe wapo kama watu wa 3 hivi. Kwa hiyo tukienda na sisi tunaweza tukawa kama 5. Kwa hiyo itatoka kama 30 hivi. Kwa hiyo naona kwamba ni vyema tukaenda kukimbiza huo mchongo, afu sisi tukaishi na hiyo hela. Au unasemaje? Wewe amka tu tukimbize mwanangu, ili leo kilabuni watatukoma. Yaani mbaba wa 2000. Na hivyo na siku kama ngapi hivi sijatimba huko kijiweni. Yaani nina vibe hiyo ni aje. Ndugu yangu wewe kafanya hiyo kazi, maana nilikuwa pale nasikia usingizi. Unajua tena usiku sijalala, nimelala muda umeenda, alafu saa hizi tena niende kukimbizana na mashimo ya hiyo kazi wewe kafanya. Mimi nimechoka, alafu niende kuchimba mashimo huko. Wewe ukachimbe, ukipata pesa tutagawana ndugu yangu. Kwani ukichimba alafu kanipa hata jero, hapo shida iko wapi? Hivi ndugu yangu, hicho unachokizungumza hivi unakisikia vizuri? Lakini yanije nikupatie wewe jero kweli? Sikia nikwambie ndugu yangu, kitu huenda ambacho wewe ulikuwa ukijui ni kwamba mimi pesa yangu mimi ina macho, yani inaona pa kwenda. Mbavu. Inaonekana mbwana kusumbua na nikuletee neti sieti. Mbona umekataa kwenda kufanya kazi sasa? Mafuru, huyo mbaba 2000 ni muongo, huko hakuna kazi, na isitoshe mimi hapa nimechoka, usiku nilichelewa kulala. Na mdai 200 yangu kwa analeta visingizio kuna kazi ili nisahau deni langu. Na kama kuna kazi, wakianza kazi tu wewe nenda ushuhudie kama kuna kazi kweli, alafu unipe taarifa. Baba, nashangaa kukuona unafurahia kukumbatia umaskini. Baba, hivi unajua unavyoendelea kulala kuna watu unawakosesha riziki. Kwa mfano, wanaouza magari wanasubiri ufanikiwe ukafanya manunuzi. Vile vile wasafirishaji
wanasubiri ukishanunua tu gari lako wafanya uchukuzi, halafu mteja huko hapo umerara unatoa mashuzi. Je, hauoni unawakosesha wenzako riziki? Baba, amka, dunia inakusubiri uibadilishe, sio ikubadilishe. Unapomwona mwanaume mwenzako amefanikiwa, ujue alikubali kufanya maamuzi magumu yaliyomnyima furaha ili atengeneze furaha ya kudumu na uchumi ulio imara. Ninasema na wewe baba, naongea na wewe, ninaongea na wewe baba, baba yangu wewe. Ninasema na wewe baba, nasema na wewe, ninaongea na wewe baba, naongea na wewe. Ninasema na wewe baba, nasema na wewe, ninaongea na wewe baba, baba yangu wewe. Ninasema na wewe baba, nasema na wewe. Baba, nimeamini kwenye njaa hakuna umoja. Yaani mimi nipo nyumbani na kusubiri, kumbe we upo kwa jirani unakula. Kuanzia leo nimekufuta kwenye kitabu cha wanaume wenye uchungu na familia zao. Baba, mbona unaniterekeza sasa? We unakula kwa jirani, mimi nitakula wapi? Hivi unawezaje kula chakula cha mwanaume mwenzako na kata amekitafuta kwa jasho? Sawa baba, mlo mwema. Ngoja mimi nikalale njaa. Ila kaa ukijua mwanaume unakimbia nyumbani kwako, halafu unakuja kwa jirani nyumbani kwako hakuna kitu. Hapo ni kuterekeza mji tu. Ukila kwa jirani mimi unanitelekeza, hauwezi kujenga unawaza kupendeza. We bingwa karibu na so kutengeneza, haya nayoshuhudia kunyamaza sitoweza. Umekosa ratiba yani kanyaga twende, tunaishi kwa shida sababu ya uzembe. Kaza mtoto wa kiume, we mwanaume unalema aje hapo mbaba? Kaza ya korona unapiga kujaza afu tena unapunguza la nini hilo? Yaani mtoto wa kiume unarusha mchango unaishia hapo. We nani mwanangu? Rusha utoke nje. Sasa kwa nini unaishia kwenye ukuta? Piga kazi kama sisi tunavyopiga mwanangu, wote tunapiga pasu. Kwani kuna shida gani? Sikiliza. Kwenye hiyo maana hela yetu hapa ni shilingi 30,000, unaona? Yaani kila mtu si 10,000. Yaani tunafanya tukiwaita watu wengine hapo hata 5. Wakija huku juu ndoo ina maana zinakuwa hapa 5. At least kila mtu atapata elfu ngapi. Hata tukiwapa hata 3,000, unaona? Hiyo nyingine itakayobaki inatutosha. Kwani mna majukumu gani mengine eti? Si ni sawa? Tunaongeza watu kwa hela gani sasa?
Oya, kama utaki kukomaa, umeshindwa hii kazi, tuache sisi wanaume tupige. Umesikia eh? Sasa tuishi na wanawake sisi. Ndugu yangu, matusi hayo ujue. Jishikilie ujue. Lakini rafiki yangu si ndio walisia huo bana. Kama vipi poa tu mwanangu, ila fanyeni mpango mwanangu, chochote kitu ile kulingana na hapo nilipofanya. Si unajua tena na mimi nimepiga kazi, afu istoshe yani nahisi mgongo unauma kinoma yani. Nikapata hata shilingi 200 300 at least nikapata hata dawa. Sasa tuja kunyang'anya kazi mwanangu. Umechoka mwenyewe, tembea mtoto wa kiume, chukua kazi maliza. Oya, utajua mwenyewe huko kama unachafua. Oh, mnataka kunidhulumu sio? Mnaniona mimi wakuja si ndio? Sasa sikilizeni mwanangu. Unaona hiki kichwa hiki? Hiki kichwa mimi akili zangu nazijua mwenyewe. Nyie subirini, mimi natoka zangu hapo nje. Kama vipi ule mchanga niliotupa nje na urudisha humu. Hauwezi wewe. Kwanza huo ubavu una mzee baba. Baba ndo nguzo familia. Kuna vitu unafanya mimi mwanao naumia. Unazoa matatizo na unayafurahia. Kazi ya pendekezo uchumi pambania. Unatamani ujitambue, uchumi wetu ukue. Uko duniani uwe na jina kubwa, watu wakutambue. Unatamani ujitambue, uchumi wetu ukue. Na majirani walotudharau heshima usichukue. Baba, mimi nasema na wewe baba, ninaongea na wewe baba, mimi nasema na wewe baba. Wewe baba wa 2000, simama kwanza nikupe tiba. Mimi ndo Mafuru, nipo kwa ajili ya kuhakikisha wanaume wote wanajituma. Kama unajijua wewe ni mwanaume, alafu utimizi majukumu yako, lazima unichukie sana.